watu katika makanisa, wao kazi yao ni kuhukumu na kujaji fulani anafanya nini, anatenda nini. Yeye hana hiyo karama, lakini kazi yake ni kuwachongea watu na kuwasema fulani amefanya hivi, fulani amefanya hivi, pasipo yeye kujenga. Mimi nikwambia kwamba Bwana nakubadilishe, akuinulie Roho Mtakatifu ukaweze kubadilika. Roho Mtakatifu akachochewe ndani yako, ukasimame katika mstari, ili kanisa likasimame na kuendelea. Amina. Bwana asifiwe. Hiyo ndiyo faida kubwa ambayo pia ni msingi wa imani kwa Mkristo na mwongozo wa jinsi gani wa kutembea ndani ya Kristo. Tukilitumia kanisa, tukilithamini kanisa, tukalilinda kanisa, tukaliheshimu kanisa, tukalitumikia kanisa, Roho Mtakatifu ataweza kusimama na ataweza kutenda kazi. Hakuna kazi itakayokuwa ya kusukumana. Bwana asifiwe. Amina. Kwa namna gani? Kwa kujenga upendo baina yetu sisi, kwa kupendana. Sio fulani anaimbisha unaanza kuvuta mdomo hakanako. Fulani amepangwa kuhubiri, unaanza kuleta chokochoko na maneno wakati wewe hauna hiyo karama. Sio fulani amepangwa kuongoza ibada, unaanza kumsema fulani umetangaza mchango amepeleka shilingi 10,000, unaanza kusema huyu naye kihelehele, mbona wewe hujatoa? Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Utamwamsha kwa namna ya upendo baina ya waumini, kushiriki kazi za kanisa vizuri. Hata kama una uwezo kidogo, wewe shiriki kadri Mungu alivyokujaliwa, kutoa matoleo yanayowezesha kazi za kanisa kufanyika. Kazi zinafanyika, watu hawataweza kwenda kwenye kikao bila nauli, hawatatembea kwa miguu. Toa matoleo ili watu waweze kufanya kazi ya Mungu. Hii maiki hauwezi kupewa bure. Hii madhabahu haijengwi bure. Kanisa lina vitamba, havitafuriwa bila sabuni, inanunuliwa kwa pesa. Toa michango ili kanisa liweze kusimama, uweze kuendelea mbele. Lakini utatumia kipawa chako kwa ajili ya kazi ya Mungu, na sio Mungu akubariki kidogo wewe unajipandisha. Wapo viongozi wengine ni waumini wa kawaida, wapo wanakwaya, wapo wana maombi, wapo viongozi wakubwa makanisa, wanashindwa kujua kwamba kuungana kwa pamoja ndiko kunaimarisha kanisa. Wanaendekeza majungu na maneno ndani ya kanisa. Matokeo yake wanashusha morali ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Kanisa linakuwa ni gumu. Amina. Utaombea watu hawaelewi, kwa sababu Roho Mtakatifu ameshuka ndani yao. Kuna mtu anawagonganisha, leo anagonganisha hivi, kesho anagonganisha hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amina.